Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. Ndiyo maana Daudi anaimba, ukisoma kuanzia mstari wa 8 asema Bwana anafadhili na ni mwingi wa huruma, si mwepesi. Hizi ni nyimbo anaimba, anamtukuza, anamwambia yeye ana rehema, yeye anafadhili, yeye ni mwema, yeye ni mwema wakati wote. Ndiyo maana tunamtukuza. Ukijitazama ulivyo leo, si unamsifu Mungu si unajua ulipokuwa? Niliwahi kuambia neno si mnajua mlivyokuwa zamani? Wema Kimambo, si unajua wakati unatoka kwenu ni wapi? Kiera. Si unajua Kiera sehemu gani? Si umekuja mbele, lazima nikuulize swali. Ulikuwa umekaa kule nje? Si unajua ulipotoka kule? Unajua ulivyokuwa? Moyo wako mtukuze Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jitazame, nyanyua ngozi yako, angalia mkono wako. Alafu kumbuka miaka 10 ulivyokuwa. Mtukuzeni Bwana. Bwana asifiwe. Kama sio huyu Mungu, ufikiri ungekuwa hivi Israeli aseme sasa? Jitazameni. Unajua tuna enjoy maisha hapa, tunakula, tunafurahi, tunafikiri tuko salama. No. Bwana ametutoa huko, ametuleta mahali hapa, na tunamtukuza kwa sababu ametuleta hapa Mwanza. Na walioko kule nao wanamtukuza kwa sababu amewapa mvua, wamelima, wamepata. Ila sisi ukitazama kweli, ukirudi nyumbani kwenu, mama yako mwenyewe anakaa kuangalia. Hivi ndio huyu mwanangu anaanza na kukusahau. Umependeza. Mtukuzeni Bwana. Ninawaambia, mkifuatilia historia zenu kuanzia kwenye ukoo hadi sasa, mtukuzeni Bwana. Kuna vingi amefanya kwa ajili yenu. Kuna vingi amefanya kwa ajili yenu. Yaani katika mambo yote moyo wako na umsifu Mungu. Na mstari jambo la 4 ni mwaminifu na anafadhili. Zaburi ya 117 mstari wa 2. Anafadhili. Ana uaminifu kwetu. Amekupa hata vile hujamuomba. Bwana asifiwe. Amekupatia hata vile hujamuomba. Amekuinua mahali ambapo hukustahili kuinuka. Ndio maana mwimbaji anasema, kwa kweli moyo wangu msifu Bwana, msifu Bwana. Amekutendea vingine hata ujui. Ulikuwa unaumwa, amekutoa kwenye ugonjwa, hata ujui ulivyotoka. Amekutoa kwenye umaskini, hata kama hujatoka, lakini bado unaona baraka za Bwana, unasonga mbele. Msifu Bwana na moyo wako uamue. Lakini mwisho kwa leo, tunamsifu yeye kwa sababu yeye alituumba tumsifu. Na ukiona mtu anakuambia aliumbwa asimsifu Mungu, achana naye. Soma Isaya 43:7. Isaya 43:7. Mimi nisome nikutangulie. Anasema, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Bwana asifiwe. Wewe hujaumbwa ili ujitukuze. Umeumbwa ili Mungu atukuzwe. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako, unaniona nilivyo? Ni utukufu wa Mungu. Maana alipoumba alisema vitu vyote vimependeza, akaona ni vyema viende vikamtukuze. Kila kilichoumbwa kiliumbwa ili Mungu aonekane. Ndio maana anapomtangaza mtu anasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, ili mtu huyu aende ulimwengu akamtukuze Mungu. Yaani na wewe na yako kamwili kako ulivyo unajizarau. Mungu alikuumba ili umtukuze. Yaani unamtukuza wewe ulivyo, sio mwenzako alivyo. Bwana asifiwe.
Tusianze kuhangaika, hangaikeni kumtukuza Mungu. Mnawafahamu wana wa Asafu, walimuimbia sana Mungu, watoto wa Walawi wakamtukuza sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ukimtukuza, tumeona mifano katika Agano Jipya, Mungu tukimtukuza anatufungulia milango, anatuondoa katika vifungo. Si mnakumbuka walipofungwa Paulo na Sila gerezani, wakaanza kusifu, Matendo ya Mitume 16:25-26, wakaanza kusifu wakimtukuza, wako gerezani, hadi milango ya gereza ikafunguka. Bwana asifiwe. Kusifu kuna nguvu. Na mimi nikwambie, kama kuna wakati mzuri wa kumsifu Mungu ni wakati ukiwa na shida. Umelala njaa, lakini wakikuona Yesu, 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 njaa inauma, ukisikiliza tumbo. Ya kwa kweli hatua niliyofika, wewe unaendelea kuimba, hali hii si hali. Wewe unaendelea Yesu, Yesu, Yesu. Unamtukuza hata katika shida hizo ulizonazo, maana yeye ndiye pekee anaweza kukutoa katika changamoto yako. Peke yake. Kuna watu wanamsifu Mungu mpaka washibe. Yaani ikitokea mtu, wengine ikitokea na tatizo hata kanisani aje, anakaa nyumbani. Na wengine akipata changamoto anamaliza mwaka hajawahi kuja kanisani. Ukiwa kwenye changamoto ndipo moyo wako mtukuze Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tutapimaje imani yako? Tunaipima mahali umezidiwa, na wewe katika kuzidiwa kwako huko unamsifu. Akasema yule mwimbaji, anasema Abiudi, lakini hata ukinyamaza, ni Abiudi kukupiga siwezi, maana wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu, hata ukimuomba akakunyima, msifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umeomba amekunyima, sifu Bwana. Lakini mwisho, Isaya 61:3, sifa hubadilisha moyo wa mtu. Sifa zinabadilisha moyo wa. Unaona wakati tunaimba hapa, yaani kuna kamoyo kanakuja. Hebu tuimbe ubeti wa 3:257. Mungu wake Yakobo ndiye Mungu, ukimchagua una fungu jema, unacho kitu chema. Ukiimba hapa Jumapili wimbo wote, imba kwa kumaanisha. Mungu amekupa karama ya kumtukuza, mtukuze. Mungu amekupa karama yoyote, itumie. Katika kufanya hivyo unamsifu Mungu. Amen. Nakushukuru Mungu, wewe ni mwaminifu. Kama tungehesabu fadhili zako na rehema zako, hakika hatuwezi. Bali wewe ni Mungu tu. Uendelee kuitwa Mungu kwenye maisha yetu. Uiruhusu mioyo yetu ikutukuze, ibubujike pendo lako. Nasi tuendelee kukutukuza siku zote za maisha yetu, tukijua wewe ndiwe Bwana peke yako, tukijua wewe ndiwe mkuu peke yako, tukijua kila kiumbe ulichokiumba kinakutukuza. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.